Mambo vipi? Safi, habari za huko? Si tuko fresh, nasikia hata Kiswahili kimeshabadilika mwamba. Baba. Hello. Nakusikia. Habari za hapo studio? Si tuko fresh, za kwako? Za kwangu ni njema kabisa. Anaitwa Van P. Naitwa Van P from Singa Mwanza Tinga. Au sio? Yeah. Mtoto wa Kisukuma. Baba. Mtoto wa Kisukuma. Mtoto wa Kisukuma na leo akaya gete Mwanza Sengelema. Olemala. Olemala gete jako enoko. Kono mala sana jamaa shiko. Magoko. Minza. Sawa sawa. Amesema Magoko, amesema Minza, sema Olemala. Ulemola. Na Lemola gete. Sema waliaga. Waliaga. Taloko shiko mta kwa kulia. Zogoshi. Taloko shiko mta kwa kulia. Malizia hiyo, malizia. Zogoshi. Wewe hamna msukuma hapo Very peace. Naam kaka. Bwana, hongera sana kwako kwanza. Hongera sana kwa sababu unajituma sana. Naona tu picha zako mitandaoni bwana. Nashukuru sana kaka, napambana. Tupe story yako kidogo ya wale ambao wanatusikiza kwa hivi sasa wajue Van Peace ni mshikaji wa wapi na safari yake ya kutoka Sengerema mpaka jijini Dar es Salaam ilikuwaje? Story yangu fupi ya tangu nimefikiri kuja Dar mpaka nimefika, nimefanikiwa. Nimeanza muda mrefu sana kufikiria kuja Dar es Salaam kwa sababu nilikuwa napenda sana muziki wangu na naupenda mpaka sasa hivi. Sasa nikawaza muziki siwezi nikaufanyia kwa huku kwa sasa hivi. Naamini kwamba soko la muziki lipo Dar es Salaam kwa sababu wasanii wengi wakubwa wote wapo kule. Nikafikiria nikasema nitafanya nini, nikiangalia watu waliotangulia kule kila naye mcheki anisupport ananiruka, nikimwambia mwanangu nataka nije huko Dar nitafutie kazi yoyote au anaruka. Kilichofuata sasa nikaamua kujitoa mwenyewe. Sasa nikasema lolote naliwe, mimi naondoka. Nikacheki rafiki yangu kuendesha masemi haya magari, kaambia mwanangu nisaidie, mimi sina nauli ya kwenda Dar. Nisaidie mwanangu nisikishe. Kakubali, nikasema jiandae, nikaondoka kweli nimefika Dar. Siku ya kwanza nafika Dar bwana Dar. Yaani nashangaa hivi ndio Dar. Hali ya hewa imebadilika, joto. Ningia namshukuru Mungu nikapata kazi ya saluni ambayo ndio inaniendesha maisha mpaka sasa hivi nipo nanyoa. Mpaka nimepambana, nimepata interview ya kufanya interview yangu ya kwanza kabisa TV kwenye TV. Ilikuwa ni ITV. Okay. Nimetoka maskani, nimeuliza vipi ITV ipo sehemu gani? Tafuta wakanielekeza ipo sehemu fulani. Na kutoka hapa Kigamboni mpaka kufika ITV Mikocheni ni nauli shilingi 700. Kapiga hesabu sina nauli mfukoni, kama mimi natembea. Tembea tunaniambia kikweli wewe ukafika sasa hivi. Ya labda utumia masaa 5 kwa kutembea ndugu wangu. Ni kweli, mbali sana Van. Wakaniambia kama vipi wewe omba tu hapo simamisha daladala waombe wakusupport ufike. Wewe waeleze hali halisi kabisa kwamba huna hela, waombe tu watakusaidia. Sasa mimi si mgeni jijini, nishaanza kutembea Sengerema pale ndogo, naenda katembea tu ikaisha. Sasa nikajua na vile uhakika. Nikaomba daladala amenisupport, nimefika mpaka ITV. Fika ITV nafika tu anaanzia mlangoni. Sija nini, nilivyo chafuka mguu nimepauka. Wanajiuliza huyu hapo nini? Nikawaeleza. Mimi dangu nimekuja kuomba, nataka interview, nimeleta nyimbo zangu. Na wewe ni msanii? Ndio mimi msanii. Unaimba nyimbo gani? Nikawaeleza. Sawa. Hizi utaratibu hapa. Tutaleta muziki kwenye flash, iwe ni video alafu iwe na maadili, haina matusi, na hiyo nyimbo unaoeleweka. Hamna shida. Nikapeleka ya pili. Wamekagua nyimbo. Wakasema hii nyimbo nimepeleka nyimbo 2. Kuna nyimbo inaitwa Kalivyo na nyingine inaitwa Niko Single hiyo. Wakaniambia kwamba hii nyimbo Kalivyo hatutaiplay kwa sababu video yake umeshuti na umeshuti kiufupi haina maadili.
Wanaambia kwamba tutaplay hii, niko single. Hii naona ipo vizuri. Nasema namshukuru Mungu hata kwa hicho kidogo. Wakaiplay, wakaniita kwenye interview. Nimeenda nimefanya interview kwa mara ya kwanza, naonekana kwenye TV. Nikasema hata niwapaishe na wanangu wa Sengerema. Sengerema Mwanza, nikachapa Kisukuma kama tulivyoweza kukiongea sasa hivi. Hongera sana. Napenda sana nyumbani, ndio maana nazidi kupa promote. Naamini siku moja nitarudi na kitu kikubwa. Vanipisi, wewe huo ujasiri uliutoa wapi? Unaenda sehemu huna hata shilingi 10. Nashukuru sana, ndio story yangu fupi mpaka kufika mpaka sasa hivi naishi. Namshukuru Mungu, naishi kwa mkono wangu. Mkono wangu huu unaonifanya naishi, nanyoa watu na nini, napiga hela, ndio nafanya naishi mpaka sasa hivi. Nazidi kuonekana huko. Vanipisi. Naam. Tunajiuliza yani huo ujasiri unatoka Sengerema mpaka jijini Dar es Salaam, unafika huko na huna hata hela ukapata ujasiri wa kwenda media kwa ajili ya kuomba nafasi ya kupiga interview. Huo ujasiri ulitolea wapi? Huo ujasiri kwa kweli kaka ninao moyoni tu kutokana na kupenda muziki. Unajua kipaji unaweza ukawa nacho na watu wakapenda jinsi unavyoimba, lakini usionyeshe jitihada za wewe kwa kuonyesha kipaji chako toka hapo ulipo kufika mbali. Vanipi, mimi ninajiuliza vitu vingi sana kutoka kwako Najua jiji la Dar sio jepesi kuishi kule, kila kitu kipo juu. Wewe umewezaje? Yaani kiukweli dadangu, ukikubali kufanya kitu, ukitaka kufanya kitu amua. Mimi nimekubali, nimeshinda njaa, nimefanya nini? Na kazi ambazo zimenifanya mpaka nilifika saluni hapa ni kazi za ujenzi hizi, za kujenga, kupandisha tofali wapi. Hizo ndio zimenifanya mpaka nipate saluni. Unapambana sana mwamba. Kazi za kujenga na chakaa kule, unajua beba tofali sana, beba zege sana Kigamboni huko anapaita Kibada huko. Ndo maisha hayo. Hongera sana kwa hilo, unaonesha juhudi. Lakini kwa nini mnaamini sana kwamba muziki upo Dar? Kwa sasa hivi mimi naamini muziki upo mtandaoni, haupo tu Dar. Dar ni vile tu kupata connection ya kufikia kwenye media kama hizo kwa sababu zipo karibu. Ila muziki sasa hivi upo mtandaoni naamini. Maisha ya huko na ya kanda ya Ziwa yapi yana wepesi kidogo? Kwa mgeni wa kufika Dar, mimi naona maisha ya kanda ya Ziwa yapo mepesi. Lakini kwa mwenyeji ambaye amekaa Dar, kumtoa Dar kumpeleka mkoa mwingine inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo aliyekupokea ulikuwa unamfahamu au ilikuwaje? Alionipokea mimi nilikuwa sifahamu, tunawasiliana tu kwenye simu. Na yeye ni msanii? Hapana, sio msanii, ni muaya tu fulani hivi hali. Ndio yule mama yule. Ndio yule mama yule. Hapana, ni mshikaji. Sawa, sisi tunatamani kujua huyo msanii ambaye ulikutana naye mlipanda jukwaa moja? Yule msanii ambaye nimefanya naye pale stage. Ni nani anaitwa? Wanasemea yule nilopiga naye picha nani Madi. Ndio, Madi. Madi nimekutana naye. Hebu imba kidogo ngoma ya Madi. Ngoma ya Madi. Yoyote tu. Madi unajua ni ile mbaga nini? Hivi je darasa la 3 soma hadithi ya Kibantu. Ndio ile ninayoipendaga ile ya Madi. 2050 kama vile hadithi. Hadithi. Ni msanii mkubwa aliyemtoa Dogo Janja, kama unamfahamu Dogo Janja, Madi ndo kamtoa Dogo Janja. Nakubali kuna ngoma fulani hivi waliwahi kufanya pamoja. Mlikutanaje wewe na Madi? Unajua Madi ni mtu mkubwa Ni mkubwa, nakubali, ni kakaangu, ni babangu kabisa kwenye muziki. Kabisa. Ilikuwaje? Pale nilikuwa ni wiki iliyopita tu niliondoka niende Clouds kupeleka nyimbo zangu. Maana na tabia sana ya kutamani kufika paka Wasafi wapi. Wanapenda sana kutembelea hizo media kupata nafasi ya kufanya interview. Ndio. Sasa hiyo siku nimeamka asubuhi nimesikilia tu niondoke Clouds
nikajiangalia mfukoni na kashangazi, nikasema acha niondoke na mziki wangu. Nikafika Clouds pale. Hapo Clouds bahati nzuri amenipokea vizuri sana. Yaani kwa muonekano tu nilivyoenda. Unajua msanii ni muonekano. Kwa muonekano tu nilivyoenda amenipokea vizuri kama msanii mkubwa. Ulienda umenyoosha nini? Mwamba umevimba, umepiga zako raba fulani hivi. Ya poa. Kama nakuona. Nilifika pale Clouds, kumbe hiyo siku naye Madi yupo na ameenda kutambulisha nyimbo yake mpya hapo redioni. Ila ni ofisi ni moja, redio na TV ni ofisi moja, jengo moja. Nimefika mapokezi pale, wamenipokea, nikawaeleza nimeleta nyimbo zangu hapa redioni kule. Akanielekeza panda ghorofa ya 3 pale, utakutana na DJ. DJ nani huyu ambaye sasa jina lake? Sawa. Mpatie nyimbo watazikagua. Kama ziko vizuri atakuita kwenye interview. Nitasema sawa, nashukuru. Nimepanda ile kupanda juu ghorofa ya kwanza. Nikafika ya pili. Nakuta kuna kiofisi sana, nakutana na sura mpya. Shangai sura mbona kama naijua. Kuangalia vizuri na muona ni Madi. Afu yumo pale mule. Moyo karuka, nikasema leo nikutana na huyo msanii hapa. Nikapeleka nyimbo kwamba kwa hiyo ndo mkao mmepiga picha, mkabadilishana namba pale. Nitegeshea tu. Sababu alikuwa na mazungumzo. Kifanya nikasema siondoki mpaka nionane naye. Okay. Lakini mambo yalienda fresh na mawasiliano sasa hivi mnawasiliana vizuri. Namshukuru Mungu alinipokea vizuri, tumeongea, nikamueleza kabisa mimi ni msanii, nahitaji support, nimeleta nyimbo zangu hizi. Akazisikiliza pale, akaangalia video, akasema video safi sana, umefanya vizuri. Fanyia wapi? Tunafanya Sengerema huko mkoani. Akasema basi sawa, chukua mawasiliano yangu tutawasiliana. Akasema ndio akaomba wao tupige picha kwa ajili ya, nikamuomba tupige picha. Sasa kuomba nikaomba mimi tupige picha kwa ajili ya kumbukumbu. Mwambo unajitafuta. Nashukuru Mungu sana. Na ninyi mnanipambania. Pamoja sana bwana. Hebu ongea na mafansi wako ambao wanakusikiliza, unawaambiaje sasa Mwamba unapambana kihivyo? Kikweli cha kwanza ni muhamisi sana Sengerema, yani Sengerema nyumbani ni muhamisi sana, mashabiki zangu ambao wananikubali na wasio nikubali pia ni muhamisi. Umetisha sana, mtu akukubali afu umemiss. Kikubwa tu naomba sana support yenu, yani nipo karibu kurudi Sengerema, na kurudi kwangu nitamani nirudi na kitu, angalau nifike nifanye angalau hata show moja tu. Nahitaji sana support yenu wana Sengerema, na wakubali sana, nazidi kuwapaisha huko, sitaki kujificha kwamba mimi ni mzao wa Dar, napenda sana kutambulisha maskani yangu. Hongera sana. Taja mawasiliano yako na ngoma zako wanazipata vipi? Mawasiliano yangu, namba ya WhatsApp hapo utamcheki 06 85 83 23 63 hiyo 63 73 83. Hiyo ipo WhatsApp. Ya kawaida ni 06 28 28 68 68 73 83. Mtandaoni wanakupata kwa jina lipi? Mtandaoni waingia search Vani P TZ. Vani P. VAPN. Okay. Vani P VANP TZ mwisho tunipata. Pamoja sana bwana. Nashukuru sana kwa kuzidi kunipambania. Nawakubali sana wana Sengerema. Endelea kupambana hivyo hivyo, tunakutegemea. Nashukuru sana dadangu. Uje na tuzo. Lazima nije nayo. Alafu pia kuna nyimbo hapo sikuwapatia, nimeachia juzi hapo. Inaitwa Kalivyo, sijui mnaipata, ipo YouTube sasa hivi na video yake. Kalivyo Vani P Kalivyo ni video kali sana ambayo imekubalika. Hebu imba kidogo. Tunaomba kapela hapo.
Kapela. Unapigiwa. Yeah. Oh baby twende forodhani tuka enjoy. Vile ukinipa penzi na pagawa niko oi. Unachanganya ukitembea unavyokata yani kama inapuliza friend. Baby jipinde ujikunje nikubebe. Walokutaka wakashindwa wajibebe. Unipe kile kitu ambacho mama alikugea. Usimane sana mwisho tajikojilea. Baby usipanda bei, achana na vitoi. Umeshakuwa brand kubwa kwa kuficho moyo. Noma sana. Nakubali sana. Hiyo ngoma ni ngoma kali sana na nikubali sana, ndo imenipaisha. Naombeni sana support yenu kuipromote hapo nyumbani. Wewe usiwaze, ushamaliza. Sawa bwana. Hebu ngoma hii hapa Kalivyo. Katoto kazuri. Cheki mtoto. Video kali kweli. Huyu nani anatokea wapi huyu? Kalivyo Katoto hapa. Video queen. Video queen wa nyumbani hapo mkoani Mwanza. Au sio? Na director mwenyewe ni Venture, boss Venture. Ani support sana, ni siwezi kusahau kumtaja Venture Marobo. Tunashukuru sana ise. Hebu ngoja tuisikie hiyo ngoma. Tutarejea kwenye mtaa umenena. Ngoma kali, video kali, andika Van P Kalivyo. Namtaja Venture. Oh baby twende follow dhani tuka enjoy. Vile ukinipa penzi na pagawa niko oi. Unachanganya ukitembea unavyokata yani kama inapuliza feni. Baby jipinde ujikunje nikubebe. Walokutaka wakashindwa wajibebe. Unipe kile kitu ambacho mama alikugea.